kifungu cha 16, 13 kifungu cha 16. Naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa ana chapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Hapa ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili na hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu. Hesabu yake ni 666. Na Bwana bariki kwa kusoma kwa neno lake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana ni ngome imara. Nafikiri kila anayekimbilia pale anakaa salama. Amina. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nafikiri wakati ya Jumapili iliyopita tulizungumzia kuhusu alama ya mnyama, na baadaye tukaigusia kidogo kwa Ibrahimu pale, lakini hatukuendelea zaidi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nani tunaingia ile sehemu ya pili ya alama ya mnyama na muhuri ya Mungu. Alama ya mnyama na muhuri ya Mungu ni ujumbe ambao umehubiriwa mwaka 61 mwezi wa pili tarehe 17. Yaani kesho yake. Yalikuwa ni masomo ya mfululizo. Mungu awabariki sana. Tunakwenda kidogo, lakini hakuna mtu anayeweza kumaliza somo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amina, 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 amina. Tutaanza namba 36 ili tuende pamoja na wengine. Namba 36. Kaini alipokea alama ya mnyama, kisha akafukuzwa. Nafikiri nilijifunza kuhusu uzazi uliotokea pale Edeni, na wanatheolojia wengi wanalipotosha jambo hili, na mara nyingi nitazungumza jambo lile lile. Hata kama unipinge, sihitaji uniunge mkono. Wa kutuunga mkono ni Mungu tu peke yake. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu mwenyewe ambaye ndiye anaunga mkono neno lake, lakini mara nyingi wanadamu wamelikataa neno. Kama tulivyosoma ile Isaya 53, alikataliwa na watu wake. Hata maandiko yanazungumza alikuja kwa walio wake, lakini hawakumpokea. Lakini wote ambao waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Haleluya. Kumbe unapolipokea neno lake na kumwamini yeye, unafanyika kuwa mwana wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hebu tuangalie kidogo. Tunatambua kwamba yule nyoka ambaye ndiye aliyekuwa amemdanganya mama yake alikuwa ni mnyama wala si mtambazi. Sio nyoka huyu. Mara nyingi wanamchola wanamchola eti yuko kwenye mti, alafu amejiviringisha hivi, alafu anauma tunda, alafu hawa ndio anachukua hapo. Alafu kitu kingine kinachonichangaza ukisoma kile kitabu, kuna kitabu cha watoto wa Mungu, kitabu cha kwanza kipo
kinatolewa na RC. Kipo kitabu cha watoto wa Mungu, kitabu cha kwanza. Kuna wanaume hawa wawili, lakini mwanamke ni huyu. Alafu kilichokuja kwa kupoteza, alafu kuna nyoka kwenye mti. Sasa mimi wakati mimi nilikuwa nafikiria hao wanaume wawili ni nini? Mimi nikisoma nilikuwa mwarasi. Kuna kitabu cha kwanza, cha pili, nafikiri na cha tatu cha watoto wa Mungu. Ni cha nne eti? Nafikiri. Bwana bariki sana. Hivyo vitabu nilivisoma. Lakini kile cha kwanza kile kina hiyo hali hiyo pale Edeni. Sasa nilikuwa na wazo wakati nikisoma hivi, kuna wanaume wawili, mmoja ni Adamu, wa pili ni nani? Lakini mwanamke, na wote hawakuwa na nguo. Niliona jambo hilo. Kuna kitu kilichotokea Edeni, na hiyo hata mwanaseolojia yeyote hawezi kuelezea jambo hili. Ni upotovu kabisa ambao ulitokea kwa wanadamu, kulipotosha neno la Mungu. Ilibidi aweze kuharibu ule uhusiano kati ya mnyama na mwanadamu. Katika viumbe ambavyo Mungu aliviumba, ni mnyama pekee aliyekuwa anakaribia sana na mwanadamu alikuwa ni joka. Wanamuita serpent. Ni SERPENT. Niliona jambo hilo. Tafasiri yao nasema joka. Lilikuwa pande la baba. Alafu ajabu ukisoma kwenye ujumbe kwenye Biblia, wale manefiri yaliangamizwa kwenye nini? Kwenye gharika. Lakini tunayakuta manefiri yako Kanaani. Wanayaita majiant. Mapanda ya baba marefu. Hata mmoja wapo, hata Daudi alipambana nalo, ni Goliati. Yalikuwa ni mapande ya baba. Ule uzao ulipitia katika ile safina. Kwa sababu ya kuona ovyo ovyo, tunawaacha watoto wetu wanaoa ovyo ovyo, wanaolewa ovyo ovyo, hawaolewi kulingana na hali halisi katika mzao mteule. Kwa hiyo tunaacha mbegu haribifu zinaingia huko, au tunaachia mbegu haribifu zinakuja kwenye uzao, kuchanganyikana katika hali ile. Kwa hiyo unapochanganyikana, ndivyo zungumza ujumbe unaitwa nafikiri wa kipekee. Nasema kwamba ni vibaya kwa mwanaume au msichana anapokuahidi kukuoa usimbusu. Bwana bariki sana. Ukisoma kitabu cha Amos, wakati zile bustani za Samaria walikuwa wamezipanda, alafu na wanawake walikuwa wametapakaa barabarani kwenye bustani zile, kama zile bustani ya kwetu hapa Mwanza hapa. Zipo bustani walipokwenda kupumzikia. Sasa zile bustani zile ambazo walikuwa zimetengenezwa katika lango katika jiji la Samaria, walikuwepo wanawake warembo ambao pia walikuwa kuna hao wanaume. Uliona jambo hilo? Wamekumbatiana hadharani kama inavyofanyika leo. Jina la Bwana libarikiwe. Kama inavyofanyika leo. Nabii Amos akiwa na macho madogo yanayoona mpaka mle ndani, yanaangalia dhambi mahala ilipo. Haleluya. Unaona, yanaangalia dhambi mahala ilipo. Alisema hivi, yule Mungu ambaye mnadhani mnamtumikia atawaangamiza. Bwana bariki sana. Walikuwa wakinyonyana ndimi. Uzinzi unaofanyika leo wa kuchanganyana ndimi kwa mdomo, mate yanachanganyikana, ndio mtu anambusu, wanabusiana wa kike na wa kiume ambaye sio mke wake pale. Havu asante na mlagana mwingine anambusu
kwenye shavu hapo, mpenzi namna gani wa samani. Ni uzinzi ulioje huo, ni uchafu kabisa. Haleluya. Amosi aliwahukumu, na ndio maana hapo inaonekana kwamba binti unapoposwa na kijana utakiwi akubusu. Kukubusu kwako mpaka mhudumu akuruhusu. Anapokuvua shela na mwambie muondolee shela, hapo ndipo kwa ruhusa ya mchungaji au mhudumu anayefungisha ndoa ndio unabusiwa kwa mara ya kwanza. Tofauti na hapo unafanya uzinzi na uasherati. Una haki, Mungu ana haki ya kukuwajibisha. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ana haki ya kukuwajibisha. Kama vijana wengi wanatongozeana kwenye simu, wanapelekeana simu picha za uchi. Wewe si mpenzi wangu, wewe si nimeshakuposa, wewe si nimeshakutolea na mahari. Unafaa, kwa uwezekano unafanya uasherati, unafanya kosa kubwa. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Mnakuja kumdanganya mhubiri hapa kwamba tujawahi kugusana, na wakati tayari mmeshagusana huko. Mtawajibika. Haleluya. Tunaendelea. Ambaye ndiye aliyekuwa amemdanganya mama yake. Alikuwa ni mnyama wala si mtambazi. Alikuwa ni mnyama mwerevu sana kuliko hayawani wote wa kondeni. Na hiyo ni Mwanzo, unaona? Na hiyo ni kitabu cha Mwanzo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ama Mwanzo 4:15, nafikiri ilikuwa Mwanzo 3. Ni Mwanzo 3. Naona? Wakati amina. Amen. Hasa ambapo Mungu alimtia Kaini alama. Na mara Kaini alipotiwa alama, alitoka mbele za Bwana. Mlilipata jana usiku, sasa mlilisoma. Anasema mara alama hiyo ilipokuja, alitoka mbele za Bwana, akajitwalia mke katika nchi ya Nodi. Sasa mnalipata? Mnaona jinsi hilo ilivyo kanisa sasa. Mungu, hapo ndipo wengi wanapoangukia, kwamba alipomchukua mwanamke wa Nodi, kule kulikuwa na binadamu, hapa kuwepo na binadamu. Wanadamu wameanzia kwa Adamu. Tofauti na Adamu, hapa kuwepo na binadamu. Kwa hiyo yeye alimchukua dada yake. Yeye alijichukulia tu. Bwana bariki sana. Akamchukua hiyo binti, akaenda naye Nodi, akaoa huko. Na wengi wanafikia huko kuna binadamu wengine. Unajua malaika walioasi kule mbinguni walikwenda wakajichanganya kule, wakaingia kwenye mili ya wanadamu, alafu yakawa majitu. Hakuna kitu kama hicho. Majitu yalikuja baada, huu uzao uliowekewa alama ukaingiliana na ule uzao wa Seti, wakaoana, wakatokea machotara. Na alipotokea machotara, yakawa mapandikizi ya baba marefu, maana make marefu, maana make na mwili ni mazuri. Chotara yoyote ni mzuri, alafu chotara yoyote na akili. Hamuoni chotara wa wanyama wanapochanganywa, ndio toto inakuwa na nguvu. Bwana bariki sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hapo ndipo yalipozaliwa hayo. Baada hawa wa huku wakayaona haya manamake. Hebu twende Mwanzo 6. Twende Mwanzo 6.
Twende tu kidogo. Walichanganyana pale. Twende kidogo. Tuko darasani lakini tunaenda taratibu. Hebu ndugu soma nani? Usome ile Mwanzo 6 ile kifungu cha kwanza.